Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwana Samata the big talent. Bwana, bonge la kipaji hapa. Bonge la kipaji. Unajua kwa nini? Kwenye kuunganisha herufi za Kiarabu kuna herufi zina matumbo. Yaani kuna herufi zina matumbo. Mfano sini. Unaona sini ina litumbo. Kichwa na tumbo. Swade. Swade ina bichwa na tumbo. Jim. Na jim ina kichwa juu chini na tumbo lake. Bwana, hivi vitu unapokwenda kuunganisha hizo herufi, unatakiwa ujue kitu kimoja. Mimi nataka nikurahisishie kujua herufi za Kiarabu zinavyounganishwa. Unakata tumbo, unachukua kichwa. Sio, unanielewa? Mfano sini, unaona sini? Tumbo lake ni hapa lilovimba hivi. Kichwa ni hiki hapa. Haya meno haya ndio kichwa. Kwa hiyo unakata ili tumbo kwenye kuunganisha, unaondoka na kichwa tu, unaunganisha herufi nyingine. Tuko pamoja? Swade kama unavyoona ina tumbo na kichwa. Hivyo hivyo unalikata lile tumbo lake, unachukua kichwa. Kwa mfano, kwa hiyo niwaambie mfano. Jim. Unaona jim hii? Ina kichwa ambacho ni hichi hapa. Alafu tumbo lake ni hili. Kwenye kuunganisha unalikata ili tumbo hili. Unabakiza kichwa chake, kisha unaleta herufi nyingine. Oya, tuko pamoja? Kwa mfano sini jumlisha dari. Tuunganishe sini na dari kama utaratibu ulivyo. Herufi za matumbo, tunachukua kichwa, tunaacha tumbo. Tunakata tumbo, tunachukua kichwa. Maana sini tutachukua kichwa chake ambacho ni hiki hapa. Tunaweka matoleo. Umeona hivi? Ambacho ndio hichi hapa kichwa. Hichi hapa kichwa cha sini. Sawa? Tumechukua hichi hapa, afu tunakuja dari. Iya. Muona balaa hiyo? Muona hiyo? Haya, mfano. Mfano jim. Jim. Jim jumlisha lam. Umeona? Tunachukua kichwa ambacho ni hiki hapa. Kichwa cha jibu. Umeona hiyo? Tunapeleka sawa, leo tuunganisha, usishushe chini. Ipeleke kwa juu kuunganisha herufi nyingine. Tunaweka nukta yake hapa chini. Kisha tunakuja lamu. Tumemaliza. Moja tuunganisha na lamu yetu hapa. Tumemaliza. Very simple. Lakini jamani, ili uweze kuisoma Qur'ani pia ujue hizo herufi zinavyounganishwa ndio uzitambue. Funueni kwenye masafu mtaona herufi zilivyounganishwa. Ni mbinu tu katika kuzifahamu, lakini ni rahisi sana kama nilivyoelewesha. Kwa hiyo nacho si lipeni ada. Tulipie ada. Mimi nasubiria ada zenu toka jana mpaka hivi sasa, nasubiria ada zenu. Nimeshawasukua kwa message ile. Tulipie ada kesho Jumapili tuweze kuingia kwenye topiki ya kumalizia, kwa maana kuunganisha herufi. Kwa hiyo natumai kuanzia leo Jumamosi mchana huu nimepokea ada ya mtu mmoja. Kwa hiyo nataka mpaka ikifika jioni, mpaka kesho. Kwanza mpaka ikifika jioni nione wengi wenu mmeshaanza kulipa ada, ili niweze kuandaa masomo sasa ya kuendelea kesho. Ili kesho ikifika mchana, natumai darasa langu, wanafunzi wangu nyote muwe mmeshatuma ada zenu. Kishatuma ada zenu jioni, tunaingia topic yetu ya kuunganisha herufi. Hapa tunakwenda kuimaliza Qur'ani namna ambavyo inastahili. Baada hapo mtaona maajabu inshallah, mtavoiona hii Qur'ani, mtavoisoma kwa urahisi sana. Kwa sababu irabu zote tushamaliza. Tumeshakula ng'ombe mzima, tubakiza mkia. Lipeni ada, tuendeleeni jamani inshallah. Baada ya kusema hayo, inshallah nawakaribisheni sana na kwenda kulifungua grupu. Leo nalifungua grupu. Mwenye maoni, mwenye maswali, mwenye ushauri, basi aje kwenye grupu. Nafungua grupu punde tu baada ya dhuhuri mchana huu. Kisha mnyote muje mnipe maoni yenu, lakini mimi ninachotaka ada tu. Nipeni ada, mambo mengine yaendelee inshallah. Lakini naomba kulipia ada, mlipie kupitia namba yangu ya Tigo, lipa namba. Usitume kwenye Tigo ya kawaida, nitakatwa. Ada yako shilingi 10,000 wala usiongeze. Itume kupitia lipa namba yangu 43 23 93 30. 43 23 93
30. Jina litakuja Samata Dua Center. Assalamu alaikum.